tayari. Moja amekusetia wewe hapo. Unatoka tena? Leo na kuna kodi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana kwa jina langu. Naitwa mchungaji Abel Kalama wa usharika wa Ebeneza Nyashishi, jimbo la Kaskazini Kisega, Dayosisi Mashariki ya Victoria. Tuko hapa kwa ajili ya mfungo wa maombi siku 8 kutafuta uso wa Bwana kwa ajili ya mwaka 2026. Tunalo neno letu ambalo linatuongoza kwenye maombi haya ni Ezra ile sura ya 8 mstari 21. Inasema kwamba tukifika kwenye mto Ahava tuliamua kufunga. Na sisi tulipoanza mwaka 2026 tuliamua kufunga kupelekea Bwana mahitaji yetu ili tuweze kuona mkono wa Bwana. Lengo ni kwa ajili ya kuombea nchi yetu ya Tanzania, kuombea kanisa, washarika waweze kustawi, vijana wetu waweze kwenda shuleni wakauone mkono wa Bwana. Tunaye mtumishi wa Mungu mchungaji Daniel Mboto ambaye ndio mshiriki wa semina hii ambayo inaendelea kwa siku 8. Leo ni siku ya 7 na kesho ni siku ya 8. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tunaendelea kumwona Bwana kila kukicha, kila wakati na kila saa tunaendelea kumwona Bwana. Jina la Bwana litukuzwe sana na jina la Bwana lihimidiwe sana. Tunao waimbaji wa sifa, tunao waombaji, tunaendelea na hakika Bwana anaendelea. Amen. Umeacha? Sababu nimeona nikiweka kwa kulaza picha inageuka. Asante. Hapa ni wa rekodi. Asante Bwana. Hebu kila mmoja simama. Simama nifuatishe haya maneno. Sema ee Bwana Yesu. Sema ee Bwana Yesu. Watoto wako tuko hapa. Tunaomba rehema. Tunaomba rehema. Tusamehe Bwana dhambi zetu zote. Makosa yetu yote. Ile dhambi ya siri. Ile dhambi ya siri. Ile dhambi ya siri inayotafuna roho zetu, inayotafuna nafsi zetu. Tusamehe, 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 tutakase kwa damu ya Yesu, tutakase kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ee Bwana, mioyo yetu unaijua, tutakase ndani ya mioyo yetu, tutakase ndani ya mioyo yetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu,
utakaso. Kila mmoja bubujika kutoka ndani ya moyo wako. Kila mmoja bubujika kutoka ndani ya moyo wako. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako ulipo, fungua moyo wako. Fungua moyo wako, fungua moyo wako kwa Bwana. Neema ya Mungu iko hapa inapita, na upako wake uko unapita, na Roho Mtakatifu yuko hapa anapita kwako, anahakikisha ule msamaha, anahakikisha ile neema, anahakikisha ule uwepo wa Bwana, anahakikisha ile nguvu ya Mungu, anahakikisha yale mamlaka ya Mungu kwako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, watoto wako tunapoanza, anza pamoja nasi Bwana, anza pamoja nasi Bwana. Tuone uwepo wako na nguvu zako, mamlaka yako na ushindi wako, katika jina la Yesu Kristo. Umesema walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina lako, nawe upo katikati yao. Bwana, kama upo katikati yetu, funua nguvu zako, funua uwezo wako, funua mamlaka yako, katika jina la Yesu. Utuhudumie jioni ya leo kuliko jana, kuliko juzi, katika jina la Yesu Kristo ni hai. Wote tuseme amen. Piga Yesu makofi mengi, piga Yesu makofi mengi. Karibu waimbaji kwa ajili ya kumsifu Mungu, kwa ajili ya kumsifu Mungu, kwa ajili ya kumsifu Mungu. Amen. Piga Yesu makofi tena na tena na tena na tena kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Sifu Bwana kwa moyo wako wote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
uliopendezwa nasi kuzungumza naye, ukae nasi jioni ya leo na kungojea kipole muda wa maongezi na watu wako. Matendo haya ni ya kwako uliyosema wewe pasipo nani. Mungu, ninaomba bariki mtu mmoja aliye mahali hapa, uwe pamoja nasi Mungu mtakatifu, watutunze na kutuongoza katika uwepo wa Roho Mtakatifu wako. Ninaomba neema yako Bwana iwe juu yetu. Ninaomba neema yako tufunulie Bwana siri ya ufalme wako, na akili zetu zikafunguliwe zijue na maandiko haya. Asante Baba wa mbingu na nchi, maneno yote mabaya yaliyosema kinyume cha ibada hii tunayakunguta katika moto wako katika jina la Yesu. Tunafuta kila neno, tunafuta kila agano, tunafuta kila tamko limetamkwa kinyume chetu Mungu, ili kufunga, ili kuzuia, ili kushikilia watu. Bwana Mungu wa mbinguni, ulio na wazo mema kwa ajili yetu, unatuwazia mema kwa ajili ya kizazi kinachokuja. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu na wa haki, na tunakupedia haya Mungu kwa sababu pendo lako liko juu yetu. Asante kwa ajili ya kanisa hili la Ebeneza. Asante kwa ajili ya Mungu malango haya uliyofungua na kuyapa ruhusa kuomba kwa muda wa siku 8. Maana umesema Bwana na sisi Mungu kwa kila siku, leo ni siku ya 7 ambayo Bwana tumesikia sauti yako, lakini tunahitaji neema yako tufungulie milango. Tufungulie milango yetu Bwana. Fungua nafsi za roho na roho za watu wako, akili zetu na masikio yetu yaliyofungwa na adui, giza liliyofunga mioyo ya watu. Baba, nikatoweke saa hii, maana ulitamweka mwenyewe ukasema, mimi ni nuru ya ulimwengu, mimi ni nuru ya ulimwengu. Na ndivyo Bwana, hiyo nuru itaenda kuangaza katika anga la ardhi hii, katika milango ya mji huu, katika Bwana malango ya madhabahu hii. Baba, katika jina la Yesu, kila anaingia mahali hapa Bwana akajibarikie kwako. Kila anaingia mahali hapa Mungu akutane na wewe. Haja ya moyo wake Mungu ikajuliwe saa hii na wakati huu, ukakutane nao kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Tunapangua kila mawazo mabaya ya kukata tamaa, roho za huzuni, roho zilizotia hofu, roho zinazokatisha tamaa, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, tunaomba neema yako uturehemu. Ile kakao tumesema maneno mabaya, tumeshiriki vikao visivyofaa, tumetembea miguu yetu kwenda kwenye mabaya, lakini Mungu tusamehe. Mungu kete katikati yetu, uwe pamoja nasi Mfalme, ukawatunza watoto wako kwa neno lako. Jioni hii ni jioni Mungu ya kukutana nao. Tumeona Mungu wa miujiza mingi ambao umeanza tangu asubuhi kutupa muujiza wa kusamehewa. Umetusamehe nami, ukatuita majina, ukatupa majina mapya. Mungu, tunakushukuru. Hata wakati huu ni ibada ambayo Bwana imebeba muujiza wetu, imebeba mafanikio yetu, imebeba Bwana vibali vyetu, na mafanikio yetu tena kutokea sasa. Kwa mamlaka na kwa jina la Yesu, ninakataa kila roho inayokumbaza ibada hii, inaleta usingizi na roho ya utafiti kwa jina la Yesu. Toka kwenye malango haya, ninakemea hizo nguvu za giza kwa mamlaka na kwa jina la Yesu. Mapepo yanayokimbia kwa siri na nguvu za giza, manuizi yaliyomezwa, udongo waliochukua wakaenda kutamka maneno, napeleka neno lako, napeleka moto wako, napeleka damu ya Yesu kila mahali, pande ule, na kila mahali kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, tutumie malaika wako, watamalaki katika uwanja, watamalaki katika uwanja hili, watamalaki katika hema hii, wakajaa wakati kwenye viti hivi. Baba, katika jina la Yesu, Mungu aliye hai, malaika wa upanga, malaika wa mikuki, malaika wa pangao tine, wakakae kila pande, mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Uwepo wako Bwana utufunike kwa mamlaka na kwa jina la Yesu Kristo. Walio wagonjwa Mungu kutana nao, walio na shida za maisha Mungu kutana nao, watie nguvu katika jina la Yesu. Sana kwa kusikia Bwana kwa kwetu, wako upande wetu sasa, wako upande wetu sasa, wako pamoja nasi sasa, wataenda katika kwa moto wako sasa, na malaika wako Bwana wako tayari sasa. Mungu, tunakushukuru kwa kuwa neema yako iko juu yetu. Waangalie wale watoto wako hao, yako mambo yanayohuzunisha, yako mambo yanayokatisha tamaa, yako mambo yanayoleta hofu kwenye familia yako, katika jina la Yesu. Tunakataa kila aina neno, kila aina tamko, kila aina kusudi, kila aina tamko baya, katika jina la Yesu. Kwenye kazi zao, kwenye biashara zao, kwenye familia zao, kwenye ndoa zao, kwa afya zao, kwa damu ya Yesu Kristo, wanakatufungulia hapa. Tunakataa kila aina baya. Sai Mungu wa mbingu na nchi, sema
katika Kristo Yesu utufunike sasa na daima, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kila mwenye pumzi aseme amen. Ninashukuru kwa sababu tumepata nafasi nyingine. Mwambie kama tumepewa nafasi nyingine. Tumepewa nafasi nyingine. Fungua Biblia yako tusome neno, alafu unataka nafasi ukaketi kwenye kiti chako cha muujiza. Kitabu cha Ezra sura ya 8. Tasoma mstari wa 21 peke yake. Lakini tutasoma kidogo kwenye mstari kadhaa. Naomba uwe tayari unaandikaji, unayeandika. Tumeandaa portion yake jioni ya leo. Natamani nione watu wanamwona Mungu katika maisha yao. Sema amina. Katika kitabu hiki cha Ezra, katika kitabu hiki cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21, nami nasoma maneno haya kwa msaada wa Bwana. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kunyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka, kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili na kwa mali yetu yote. Fungua kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10. Leo nataka nikupeleke kwenye maombi ya kufanya vita. Maombi ya kufanya vita, sura ya 10 mstari wa 3 hadi mstari wa 6. Kitabu cha waraka wa pili kwa Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi mstari wa 6. Ninasoma maneno haya kwa msaada wa Bwana. Maana ingawa tumenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kinachoinuka kijimwacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote kutii kwenu kutakapotimia. Naomba uketi na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tumepata nafasi nyingine. Leo ni siku ya saba. Nimshukuru Mungu kwa wewe ulioweza kupiga mbiu leo, siku ya saba. Haujachoka na unaendelea mpaka kuhakikisha hatima yako imetokea. Lakini pia kuna watu wameanza leo, na namshukuru Mungu kwa sababu kuna watu wanamtafuta Mungu, isipokuwa mazingira ndio kwake kwanza wenyewe. Lakini tuombe Mungu atatufanyia upendo wakati mwingine tutakaa vizuri katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Sasa tunazungumza katika habari ya Ezra aliyoagiza habari ya mfungo wa maombi. Kwa nini aliagiza maombi haya ya mfungo? Alijulishwa, aliona majira yamefika mabaya, majira ya hatari kwenye taifa. Adui ameinukia taifa lake, wakaanza kutafuta usalama, wakaona hata silaha zao walipoziangalia hazina uwezo kupigana vita na wale maadui, maana askari walikuwa wengi, jeshi lilikuwa kubwa la adui.
na ni watu wazoefu kwa vitu. Wakaendelea, Ezra akapewa maneno ya hekima, akapewa ufahamu, akakumbushwa na Roho Mtakatifu, nguvu yako si katika mwili na vita vyako sio katika mwili na katika damu na nyama. Vita yako na nguvu zako zinafanyika katika ulimwengu wa roho, na silaha yako ulionayo ina uwezo kuangusha ngome. Sema amina. Vita yako unapigana kwenye ulimwengu wa roho. Tunapoingia kwenye habari ya mafundisho, tunahama kwenye ulimwengu wa kawaida. Ijapo tunaona tuko mahali hapo kwenye usharika roho ambaye tumezoea, kila wakati tunakuja kuingia na amuna na asali na rudi na kuja na omba na rudi, lakini unapogeuza mawazo, unakaa kufundishwa, halafu umenuiza maneno yako kuelekea kwenye maombi, maanake unahama kutoka kwenye ulimwengu wa kawaida, unaingia kwenye ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho una silaha zinazoangusha ngome. Sema amina kama umenisikia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani silaha ambazo unazibeba jioni hii ambazo unaenda kuangusha ngome sio za kawaida, sio silaha za kawaida, na adui anajua, adui anafahamu. Majira wakati umeamua kutoka nyumbani, naenda sema, naenda kwenye maombi, kuna jambo langu linanisumbua, nataka nikaombe kwa ajili ya jambo. Adui ameshajua leo ninanyang'anywa utawala wangu, ninanyang'anywa umiliki wangu, ninanyang'anywa nguvu zangu. Nguvu zinapokuwa zimeondoka, utawala mwingine unatokea, na nguvu ya Mungu inamiliki. Uwe na uhakika eneo linakuwa lina baraka za ajabu. Miaka ya 80, miaka ya 90, kuja 95, kwanza kuanzia mwaka wa 85 mpaka 95 hivi, kule nyumbani kulikuwa hakuna tabia ya kuolewa wala kuoa vijana. Yaani vijana wakubwa kabisa na mabinti wakubwa kabisa. Yaani kuna binti kwenye familia wenda wako 5, wako 4, yaani wengine ni watu wameshakuwa watu wazima. Hakuna leo. Sio familia moja, ni kama eneo la kijiji. Huwezi kuona kigelegele anaolewa mtu, sababu zina inaendelea. Ilipofika mwaka wa 91 kuelekea, Mungu akafungua neema. Nakumbuka tulipofunga ndoa, mimi nilifunga mwaka wa 91. Nilipofunga ndoa ya kwangu mimi, tukafunguliwa milango ya kutangazwa ndoa mfululizo. Mimi nilishangaza. Wadada ambao wana miaka pengine mpaka 40, wengine wana 35, wengine wana miaka 30, wengine wana 25, wengine wanafikia miaka 28, hawajawahi kusikia kuchumbiwa. Lakini kafika wakati Mungu akafungulia milango. Wakati huo unapoomba katika kijiji hiki, katika mji huu na katika kanisa hili, hamwezi kuona kitu kwa sasa hivi. Wakati utafika vitu vitafunguliwa. Mimi fungu nitakapokatika niliofunga eneo, utaona maajabu yakatokea. Utaona watu wanakimbilia mahali hapa, utaona watu wanaleta kuonewa hapa, utaona watu wanakuja kuokoka bila kushuhudiwa hapa, wanakuja kubatiza watoto hapa, au watu wazima wanakuja kusema mimi nimeamua mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe.
mahali hapa kuna kitu kimetokea kipya. Sema amina kama unasikia. Kuna kitu kimetokea kipya. Hicho kitu ndio bado tunaye kupeana. Utaona unaweza kuona mjini watu walikuwa wanazurura tu, hawana kitu cha kufanya. Hicho ni kitu sio na sababu. Liko pale watu wanakaa wanazurura watu, hawana kazi. Utaona watu wanaopita, utaona vijana wanacheka, utaona mabinti hawana tena mambo ya madanguro, wanatafuta Bwana aliye hai katika jina la Yesu. Maana ingawa tunaenda kwa Yesu, ulipotoka nyumbani kwako, walikuwa wanatembea na jirani yako alikuona kabisa, unatembea kwa miguu unakuja kwenye ibada, wanaona unatembea kwa miguu, lakini silaha ulipobeba, ukimpa mwingine asio una uwezo na ufahamu ule, hawezi kubeba, maana silaha ulizonazo zinaangusha ngome katika jina la Yesu. Zinaangusha ngome. Sasa tunatafuta faida yetu sisi, amani yetu sisi, sio sisi tu na watoto wetu. Haleluya, haleluya. Na watoto wetu katika kitabu cha Yeremia inasema mauti imepandilia madirisha, inataka iwakatalie watoto wetu njiani kuwaua. Mauti imepandilia dirisha, inataka kuwamalizia watoto wetu njiani. Wakati wanaenda kwenye destiny yao, wanamalizia huko. Wakati wanaendea mafanikio yao, wanamalizia huko. Wakati wanaendea ndoa zao, wanauawa njiani, au wanataka haribu maisha yao. Anaenda kabisa na kibale chetu kisieleweka, alafu kwa mume wake anakaribia kabisa, alafu nisha kuroga maisha ya yule binti, alafu anakosa kufikia kwenye ndoa yake. Maombi anatengeneza mazingira. Amina, amina. Maombi yanafungua milango. Sema amina. Maombi yanatengeneza msimu mpya. Sema amina. Maombi yanatengeneza msimu mpya. Walikuwa wanakuita majina mabaya, wataanza kukusifu wewe mwenyewe. Utasikia wanasema mama fulani, kwa kweli siku hizi unapendeza. Mama fulani, kwa kweli wewe ni mama mzuri sana. Unapokuwa kwenye mikao yetu, unapokuja kwenye makusanyiko yetu, unapokuja kwenye mikao yetu, tunakuwa na amani nyingi sana kiwango pale. Nini kinatokea? Kristo Yesu asifiwe. Elimu zipo. Unanielewa mpendwa? Elimu zipo zinazopingana. Pengine umeshindana nazo wakati unakuja hapa mpaka umeshinda kufika hapa, umeshinda elimu nyingi sana katika njia yako unapoingia hapa. Lakini sio hivyo. Inaweza kuwa hata kazini. Kuna unafanya kazi na watu wasiojua Mungu wako na Mungu wa ndani. Lakini unapoingiza kwenye majaribu kila wakati, wanakusema maneno mabaya ya kukwaza kila wakati, wanakudharau, hawakupi nafasi ya mbele. Wao ukiona tumekaa labda na mkurugenzi na nani, au umekaa kikao, upewe kitu cha mbele wewe, maana wewe hufai. Wanaona mtu asofaa. Yuko Bwana anakuinua katika jina la Yesu. Mungu yuko kwa ajili ya kutengeneza sifa yako, kutengeneza sifa yako, kutengeneza heshima yako. Heshima itakaporudishwa, Mungu akasema, Yesu mwenyewe akasema, mtu akinitumikia Baba yangu atakuheshimu katika jina la Yesu. Pigia makofi Yesu. Amesema kumtumikia yeye, na Baba wa mbinguni atakuheshimu, atakupa heshima. Ukishaheshimiwa na Mungu, heshima ya mwanadamu haitafaa kitu. Ukiwa na heshima ya kimbingu, heshima ya mwanadamu nafsaka pia haitaweza kukuzuia mahali popote. Eneo lolote unaonekana tu, eneo lolote unasema fulani nafaa, fulani naongee, watu wanajipelekao, fulani akiwa waja, watu zamaleo, utakuwa kwa nini? Heshima ya kimbingu. Sema amina, amina, amina. Haleluya. Hiyo ni heshima imetoka kwa Baba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya wapendwa. Bwana asifiwe. Hapa Mtume Paulo aliambia kanisa la Korinto. Kanisa la Korinto lilikuwa ni kanisa ambalo limechipukia kwenye anasa, nchi ya anasa. Ile ilikuwa ni nchi iliyojaa madini. Ile nchi ilikuwa na dhahabu. Watu wanafanya starehe, watu wanakula starehe kwenda kwa mbele. Lakini najua ni kwa nini walikuwa kanisa limechipukia kwenye miungu. Watu wanakula miungu, wanafanya matambiko, hawajui mambo ya kuelewa, wamegeuza
Silaha zetu, hebu sema silaha zetu. Sema silaha zetu. Nasema na wewe unaniangalia, sema silaha zetu zina uwezo na kuangusha ngome. Imekuwa katika jina la Yesu. Bega hiyo silaha ukaangusha ngome. Iko ngome iliyojengwa. Inaweza kuwa umejengewa ngome. Huwezi kuanzisha hata mradi. Huwezi kuanzisha hata ujenzi. Huwezi kubadilishwa hata section. Ndalau kutoka kwenye mapokezi kapeleka kwenye ofisini. Na waka ya ofisini wanazunguka kwenye kiti na mnae. Unakaa wewe mtu wa kupokea. Una shida gani baba? Kila mwaka Mungu akibadilisha majina katika jina la Yesu. Unasikia unaitwa jina lako na wewe unashangaza. Unashangaza. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Leo tunataka tupige ngome. Amen. Tunataka tupige ngome. Uko tayari kupiga ngome? Uko tayari kuomba? Au unakaa tu ombeni jamani, umekaa tunatuangalia. Unatoka hivi. Na mapepo yanajua na wachawi wanafahamu. Mama aliyobeba moto wa Yesu na mama ambaye na wakipita usiku wanampigia, wakitaka kuingia nyumbani kwake wanakwenda, wakitaka kumchukua kumfanya kigonda wanamchukua, wakitaka kuchukua watoto wake wanaenda kuwatumikisha kwa wanamchukua. Kwa nini? Mama asiyojishughulisha, mama asiyojitambua, maana yeye anaona kwamba mambo yake ni sipo tu. Mbinguni sote bado unadanganywa. Wokovu wa Bwana sio kuchekeana. Wokovu wa Bwana ni kupigana vita. Hiyo ni vita. Ukiona mtu ametokeza, ukiona mafanikio mtu ameinuliwa, huyo anapigana vita sio ya kawaida. Ukiona tunafika hapa tulipofika, tulipotokea huko ni mbali sana. Ukisikia historia zetu, huwezi kuamini. Huwezi kuamini. Lakini ni kwa sababu Mungu mbeba maono. Boko kwa alisema mbeba maono afi. Mama kama umebeba maono, watakurusharusha, yaani watakusema kwa maneno mabaya, watakutemea mate usoni. Ngoja nikuonyesha kama unajua kwamba wanatemea kwa mate usoni. Ngoja nikuonyesha, rudi kwenye agano la kale kidogo hapo. Ngoja nikuonyesha. Jina la Bwana libarikiwe wanangu. Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Vumilia kidogo. Ni kitabu cha Maombolezo sura ya 4 na tufika hapa nilipokuwa na sema wanakutemea mate usoni. Wanakutemea mate usoni. Katika kitabu hiki, lakini ngoja nikuonyeshe Ayubu. Okay, sawa. Nilikuwa nimekumbuka vibaya. Ayubu sura ya 30 mstari wa 10. Ndio. Wao kunichukia na kukutemea na kunitemea mate usoni, kwani amelegeza kamba yake na kunitesa, wala hajizuii tena mbele yangu, na mkono wangu wa kulia huinuka, mkono wangu wa kulia huinuka kundu, hunisukuma miguu yangu kando na kunipandisha njia zao za uharibifu. Waiharibu njia yangu, waufundisha msiba wangu, watu
mwenzio na msaidizi wananijia kama wapitao katika ufa mpana, katikati ya magofu wananishambulia. Kuna watu wanaokuchafua, wanakusema maneno mabaya, maana yake unatemewa mate usoni. Lakini kusoma katika kitabu kile pia cha Maombolezo ile sura ya 4, kuna mahali yanasema nyuso zao ni nyeusi. Hapa duniani unamwona dada wa watu amesuka nywele vizuri, amevaa vizuri, amepaka vitu huku yuko vizuri, lakini katika ulimwengu wa roho ni mweusi mzidi mkaa, hawezi kuolewa, ameharibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hapa tulipo tunakuja kukagua safari yetu ya imani. Hapa tulipo tunajikagua mazingira tunayoishi. Hapa tulipo tunajikagua makazini kwetu tunaelekaje, wanatusemaje, tuna nafasi gani? Je, kazi tuliona na mshahara tuliona na biashara tuliona na fedha tuliona, ni kitu gani ambacho kimetupeleka kwenye maisha? Kuna mtu ana kazi nzuri lakini anaishi shule ya kupanga, mshahara ni mzuri, ana cheo kizuri, lakini anaishi nyumba ya kupanga. Sijakwambia uchukie nyumba ya kupanga. Ninazungumzia kwa maana ya kifungo. Yaani unakaa umeridhika, wala hukumbuki hata kuuliza kiwanja, haukumbuki hata kwenda kujenga nyumbani, haukumbuki hata kusema kitu fulani. Hela unazo, sio kama hauna. Ninakumbuka mwaka, ilikuwa ni mwaka wa wajakumbuke, alafu walipoleta mabati ilikuwa ni 1,700, mabati moja na futi 1,700. Nikasema nitasubiri kidogo mpande mkuu, alafu ninunue bati nijenge nyumba kubwa. Yaani nikwambia hivi, nilipoenda ikafika wakati mtaji niliokuwa nao, mtaji ukakata. Ulipokata mtaji, bati ikafika 2,500 na ikawa ni gari kwenda wakati ule 2,500. Nikikwambia si unashangaa, ibati linauza 2,500 lakini kuna uwezo wa kununua. Ilikuwa ni wakati mwingine ule. Huu ni wakati sasa hivi tunanunua 20,000 ngapi? Unazungumzia hizi za msauzi, tunasema za kwetu za kawaida, sio 23, 24. Sasa hiyo wakati huu ni wakati mwingine tena, lakini bado watu wanafanya, wanapata kazi na wanafanya kazi, wanafanya mambo na maendeleo yao ni makubwa. Watu wanakimbizana na maisha, majengo yanajengwa sio kawaida, lakini watu wanalalamika kuhusu habari ya gharama. Lakini mimi nakwambia, unaweza kuwa katikati, muone watu wanabadilisha nyumba yake, naona mara anapaka rangi, anapaka na watu wa kawaida, anatoa bati, anaongezea kuna alafu anainua na kwa mchomoko, anasema alafu anajenga nyumba huko pale. Hauna mawazo yeyote. Watoto wako wakimaliza form 4 sasa amepata 4 ya 27, 4 ya 28, hata ya 30, hata hajachaguliwa. Sasa mimi nitampeleka wapi? Ni mache tu akae nyumbani. Sema hapana kwa jina la Yesu. Sema hapana. Kwa sababu hakuna mwisho wa mtu akiamua, wakati akiamua mambo yanakuwa. Yaani kishaamua, maana yake ndio maana Paulo anamfundisha kanisa. Anasema ingawa sisi wanatuona tunaeleka katika mwili, lakini tukiingia kwenye machafuko ya vita, wanashangaa ngome walizozijenga zamani zinaanguka zote. Waganga mwenyewe mpaka maarufu, nenda sema mimi mtumishi mjitambulisha kama utakaa pale, anakwambia toka kwenye malengo. Hapana, staki. Mimi nilienda wakati fulani, nilikuwa tunashuhudia mwaka wa 2007, tulikuwa Bariadi kurudie Mungu. Sijui kama walifika, lakini tulifanya mdumisi nyumba kwa nyumba mwaka wa 2007. Eneo moja ukiwa pale kuto unaenda mbele kidogo pale barabara ile kuja huko, hii barabara ile kuja. Sasa tuka
kuna mwenyeji wawili, mimi kwa peke yangu mgeni. Tukafika kwa mzee mmoja mganga. Baba tunakosa fimbo hata mchezo kabisa. Tunarudi mzee, sisi hatakuwa na fimbo, yaani tunakuja sisi hatakuwa na, tunatembea kwenye nyumba. Amebeba fimbo ameinua. Anataka kupiga na yule mwenyeji wako. Nakwambia mzee, samahani, kama uko tayari kutusikiliza wewe wala usilete fimbo, sisi tunapita tunaenda kwa wengine. Na hapa tumekaribishwa na familia ya Msonga, tunaingia tu. Tulipo nani wakatukaribisha na wakaturuhusu tuzungumze habari hii ya Yesu. Akatufukuza. Hawapendi kuona. Maana wanajua vitu vyao vinaharibika. Mipango yao imeshafeli wakati huo. Ukikanyaga tu ile nyoko ni Mungu yako anatambua. Ardhi ya Petro ameingia mtu sio wa kawaida. Eneo la Petro amekuja mtu sio wa kawaida. Amekuja mtu ambaye Bwana tunaona hapa mambo yetu ya hayaendi tena. Kwenye ushirika wangu, kitu ambacho kinatokea sasa, watu wamekuwa wanapenda ukambo sisi kama huko, lakini kule wanapenda ukambo. Wameacha ukambo, wanakuja na wabatiza. Siku moja nimebatiza familia nzima, baba, mama, watoto wote. Nikawabatiza. Sijaenda kuwashuhudia, ila kichapo walichopata kule, wakaona salama yao. Kwa waganga wametembea kila mahali, hawakupata msaada. Wakaambiwa kanisani kuna maombi, wakaja. Kijana mkubwa watu walikuwa wanamtegemea, amekuwa mweo dafu. Tulipofika tukakemea ile pepo, yakamwachia. Kijana akataka wewe. Nikamwambia sasa, nikampa jina Mwokozi sasa Petro Samuel. Akakubali, anasema nitapeleka kusoma, akasema sawa mtumishi. Ikawa ndio mfungua mlango. Akaja baba na mama na watoto wote. Mungu alisema nikabarikiwa na kunibatiza. Bwana Yesu asifiwe. Maombi. Hapa mkikana maombi mpaona. Kuna watu waliokaa, wengine wako watu wazuri wako kule, ni Wakristo kabisa, lakini wamekaa, hawana na kufanya, wala hawakumbuki tena. Kuna habari ya ibada, hawana kumbukumbu, lakini mtakapofungulia milango ya mtu itakafunguliwa. Jambo jipya litakapotokea, habari njema itakapoenea, habari ya wokovu itakapotangazwa mahali hapa, habari ya uponyaji, habari ya kupokea miujiza. Watu walikuwa wanakazi, watu walikuwa wametumiwa, watu walikuwa wamefarakana, wamefatanishwa kwa habari ya maombi ya madhabahu hii. Utaona watu wanafunguliwa katika jina la Yesu. Wengine wa makanisa mengine wanakimbilia hapa katika jina la Yesu. Hapa tufanye maombi ya kanisa la KKT, tunafanya maombi ya kufungua watu. Amen. Yesu asifiwe. Kama mna mlengo wale walipeli walisheni mwelekeo huo, ili tumpate na yule mlevi, ili tumpate na yule kahaba, tumpate na yule mchawi, tumpate na yule mganga, tukapate mtu wa dhehebu lingine ambaye pengine kwao hakuna hicho. Tulienda kwa wenzetu wakatangaziwa na mchungaji wao. Mkiona hao watu wamevaa mwana kwa tumetengenezwa mechi, waogopeni kama ukoma, waogopeni kama ukoma. Lakini kwa tunapenda majumbani, mapepo yanalipuka, watu wagonjwa tunawaombea ufunguliwe huko kwa majumbani. Wanakuja kwa siri usiku, wakati tuko kwenye sinema usiku, kwa sababu hawaonekani. Wanakuja tukita watu kuokoka, hawa wanakuja. Yesu asifiwe. Sasa wapendwa, nataka tupige ngome. Uko tayari? Uko vizuri? Silaha zako unakumbuka zinaweza katika Mungu kuangusha ngome. Niko peke yangu na watu, nasema hivi, unakumbuka silaha zako zinaweza katika kuangusha ngome, na una uhakika, una mashaka na silaha hizi, unaenda kuangusha ngome leo. Una uhakika ukirudi utakuta ngome mambo yamebadilika kule. Ngome imechezwa nyingine katika jina la Yesu huko. Hizo ni chapana wanavologa, mahali wanapotamkia watu matamko, mahali waliposhikilia maisha ya watu, kwenye mito, kwenye milima hiyo, walipofunga maisha ya watu. Inaitakuwa huu mtu umeshachukuliwa, umepeleka ziwani, ukafungwa huko, vitu vikachimbiwa huko ziwani, na hakuna mtu wa kuwatoa. Lakini maombi yako yataenda kufanya vurugu kila mahali, yataenda kuvurusha kila kitu, makaburini, na mambo
kwa magereza, watu wanachimbiwa huko kwenye vyungu vikafunikwa, utapasuka katika jina la Yesu. Haleluya. Hata mshangae, lakini usimame hapo mwana wa Mungu. Tujaribu kufanya kazi hii. Mungu ametupa nafasi jioni ya leo. Mungu wetu ni mwaminifu. Hawezi kuachilia hili neno, hawezi kuachilia hili neno halafu niwe ni nyuma na kwenda tu siku nayo na kesho tunatamatisha siku. Haiwezekani. Mungu wetu siki nini wala kwa wakati mfupi tusiokoe wala masikio yake hata asitusikie kulia kwetu na kuomba kwetu. Ukiangalia katika kitabu cha Zaburi 40 ule mstari wa 2 anasema, yeye anachosema, anasema anakutoa kwenye shimo la uharibifu, anakupandisha, anakutoa kwenye shimo la utelezi, anakupandisha na kusimamisha katika mwamba, anaimarisha hatua zako, unatembea sasa, hatua zako huwezi kuteleza tena. Haleluya, Bwana asifiwe. Karibuni waimbaji, ili tuingie kuomba sasa. Kila mmoja ashughulike. Nataka nione watu wanashughulika. Usiwe unasimama tu unaomba. Tembea maombi ya kutembea pia yana nguvu yake. Tembea, maanake una ishara, unatembelea nyumbani kwako, unakanyaga ardhi ya kwako, unakanyaga mashamba ya kwako, unakanyaga ofisini kwako, unakanyaga mahali. Wewe unapotembea unataka mahali popote ulipobeba hitaji lako. Taka matamko mahali hapo. Umepewa neema na kibali mbele za Mungu. Neema.
ninatubu Baba, ninaomba rehema. Jioni ya leo nimekuja kwako, maana kwako kuna msamaha, maana kwako kuna uzima, kwako kuna kusamehewa. Mungu, ninaomba msamaha, ninakiri ya kwamba wewe Mungu ni nguvu yangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, ninakuja kwa toba kwa ajili ya familia, toba kwa ajili ya ukoo, toba kwa ajili ya familia, toba kwa ajili ya ukoo. Maisha yetu Yehova yako mashakani. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba yetu. Uwezo wako Baba uko pamoja nasi jioni ya leo. Tunaomba neema yako isunuliwe kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya ukoo wetu, kwa ajili ya mji huu na kwa ajili ya malango haya, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Baba, asante Baba kwa kuwa umesikia kuomba kwetu, kwa kuwa umesikia haja zetu, umetuangalia ya kwamba kwa huruma zako, kwa upendo wako. Mungu Baba, utuhurumie, utusamehe, utufungulie vifungo, utuondolee mipaka, utuondolee ngome, utuondolee magonjwa, utuondolee maskini, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, jioni ya leo ninakuja kinyume na mabaya yote ya ukoo, na mabaya yote ya familia, na mabaya yote kwenye nyumba yangu, kwa jina la Yesu. Baba, watume malaika, washughulike pamoja nami, washughulike pamoja nami, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, niangalie leo, angalia watoto wangu, angalia nyumba yetu, angalia uchumi wangu, angalia kazi yangu, kwa damu ya Yesu. Ninakataa roho ya mateso, roho ya magonjwa, roho ya maskini, roho ya ufukara, kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo, toka jio, toka jio, toka jio, toka jio, toka jio, toka jio, toka jio. Achia uchumi wangu, achia uchumi wangu, achia uchumi wangu, kwa damu ya Yesu. Maombi yangu, fikra zangu, mawazo yangu nayaweka ndani ya madhabahu hii. Bwana, unifungulie akili zangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakataa roho ya mapozo, roho ya uzito kwenye maamuzi, kwa jina la Yesu. Mambo ambayo yanatakiwa yafanyike kwa wakati, naamua kwa kuchelewa, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakataa hiyo roho ya uzito. Toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Endelea kuomba na Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaangusha kila ngome, naangusha kila ngome, naangusha kila zuio, naangusha kila zuio. Kila ukuta uliyosimama kinyume changu, kila ukuta uliyosimama kinyume changu, uliowekwa ndani, anguka leo, anguka leo, anguka leo, anguka leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninayo silaha ya kuangusha kila ngome, kwa jina la Yesu. Anguka leo, anguka leo, ngome inayozuia nisifike kwenye hatima yangu, anguka kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Nguvu za Mungu zinatembea, upako unapita, upako unapita. Pasuka. Kila ngome
Hizo nguo zako yanatoka sahihi.
Inua tena mikono. Inua mikono. Ili ambao wanalitumia kichwa. Wanaruka kwa nyongo. Halafu wanapiga wanafanya wanasema maneno. Sema Bwana Yesu. Wewe ni mwananchi. Wewe ni mwananchi. Nataka sauti ya watu. Nataka sauti ya watu. Sema Bwana Yesu. Wewe ni mwananchi. Ili anga. Uniumba wewe. Hatuna ruhusa tena kutumiwa na wachawi, kutumiwa na waganga, kutumiwa na waasili, watabiri nyota kwa damu ya Yesu. Ardhi isote ardhi. Sema ewe ardhi, sema ewe ardhi, kama umefikia maisha yangu jioni ya leo, kwa jina la Yesu ninakuamuru katika maisha yangu, achia maisha yangu, achia uchumi wangu, achia ndoa yangu, achia mtoto wangu, achia maisha yangu, achia kazi yangu, achia masomo yangu, achia nafasi yangu kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Sema na mwaga damu ya Yesu, na mwaga damu ya Yesu, na mwaga damu ya Yesu kwenye ardhi ya kwetu, na mwaga damu ya Yesu kwenye ardhi ya kwangu, na mwaga damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Jambo lolote niliyofanya ninacheleweshwa, na mwaga damu, na mwaga damu, na mwaga damu ya Yesu, na mwaga damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Endelea kumwaga damu ya tembea mwaga damu ya Yesu kwenye mpaka ya kiwanja chako, kwenye mipaka ya nyumba yako. Mwaga damu ya Yesu tamkoni, kama wale walivyochota udongo, huo Mungu inakuwa silaha yao, inakuwa udongo silaha ya kwao, inakuwa silaha kwao, inakuwa vita yao. Watapigwa na udongo, huo udongo utakuwa vita, utafanya nini na wao? Damu ya Yesu, ninamwaga damu ya Yesu, ninamwaga damu ya Yesu inayonena kinyume na makafara yao, inayonena kinyume na makafara yao, inayonena kinyume na sadaka zao. Hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye mihembe, kwenye mihembe, kwenye mihembe, kwenye nyumba zao za matambiko, nyumba zao za kushirikina. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hiyo damu yoyote inayonena kinyume na baraka zangu, inayonena kinyume na baraka zangu, inayonena kinyume na maisha yangu, naifuta hiyo sauti, nafuta hiyo sauti, nafuta hiyo sauti, sauti ya kishirikina, sauti ya kichawi, sauti ya kunyuma, sauti ya kukata tamaa, na inyamasisha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nimemwema nao wakamshinda kwa damu ya Yesu. Napeleka hiyo damu, napeleka hiyo damu, napeleka hiyo damu kwenye makaburi yao, kwenye njia panda. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inanyamasisha, inanyamasisha hiyo sauti, hiyo sauti ya makafara, hiyo sauti ya sadaka ya giza. Kwa damu ya Yesu imekwisha kuwa, imekwisha kuwa, imekwisha kuwa, imekwisha kuwa, imekwisha kuwa. Piga kelele kama imekwisha kuwa, imekwisha kuwa, imekwisha kuwa. Hawatakuonea tena, hawatakutesa tena, hawatakuzuia tena. Ngome zimekwisha kwa jina la Yesu. Sema amina. Chukua bahasha yako. Kama umeshachukua, kuna watu wanarudisha bahasha au mnarudisha pesa. Kama umeiandaa, chukua. Naomba wagawiwe wale ambao hawana bahasha kabisa. Yes, waimbaji.
Baba mtakatifu, 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 mbingu na nchi zimejawa na utukufu wako. Tumekuona Yesu jioni ya leo, umetembelea, umeketi, umejifunua, umekuwa katikati yetu Bwana, umejifunua kwa jinsi ya ajabu mbele. Baba yangu na Mungu wangu mfalme, hii ni ibada yako, haya ni masifu ya jioni. Hawa wamama na wababa walioko hapa Yesu, umewakusanya wewe kwa upendo wako. Yesu, sikia kilio, machozi yetu yanatokea kwenye chupa yako, yasijakaondoka yakapotea. Bwana, misiba, huzuni, maumivu na kila aina tulizo nazo tunaziachilia kwenye madhabahu hii. Pokea maombi yetu na dua na sala zetu. Pokea fedha ambazo zimebeba maombi yetu, zinabeba mioyo yetu, inakuja kwako Mfalme kwa uwezo na nguvu zako. Asante kwa kuwa Mungu unajibu kwa moto. Ni katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu waimbaji, karibu waimbaji, karibu kwa sadaka yako. Kesho tunakamatisha maombi yetu. Asante Bwana kwa ajili ya neema siku yetu ya saba, tukiwa kwenye madhabahu hii ya Ebeneza Nyashimo, tukileta mahitaji yetu ya Bwana. Na wewe umetuahidi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 13, unasema tukiomba jambo lolote kwa jina lako wewe utafanya. Na sisi tuko kwa ajili ya kuomba mahitaji yetu ya Bwana, mahitaji ya kanisa, mahitaji ya mtu mmoja mmoja, mahitaji ya nchi yetu ya Tanzania, mahitaji ya kazi yetu. Asante kwa ajili ya mtumishi wako kwa jinsi unavyotumia. Asante kwa ajili ya sadaka hizi ambazo Bwana zimetolewa, ziko madhabahuni pako Bwana kwa ajili ya utume wako Bwana. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyenyosha mkono wako mkono wake Bwana kwa ajili ya kupata kutegemeza kazi yako iende mbele. Nami nawaombea watoto wako wanapotoka mahali hapa kwa maandalizi kwa ajili ya usiku wa leo, na kwa maandalizi kwa ajili ya kazi zao kesho kwenye
biashara, na wengine watasafiri wanaenda mahali mbalimbali. Neema yako Bwana isiwaache mtu mmoja mmoja. Baba, asante kwa sifa njema ambazo tunaendelea kuzisikia Bwana kutoka kwa watumishi wako. Endelea kutengeneza sauti zao zenye roho Bwana za kukuvutia wewe ushuke katikati ya sifa. Tusaidie Bwana kanisa letu, mchungaji, wainjilisti na wengine wote Bwana wanaoitenda kazi kwenye madhabahu yako hii Bwana. Usituache siku zote Bwana, kama ulivyosema uso wako Bwana utaenda pamoja nasi. Kweli Bwana, uso wako uende pamoja nasi mahali popote tutakapokuu. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Inamisha kichwa chako upokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kulinda, akuangazie uso wake na kufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani yake. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi karibuni sifa mtu wake Kristo. Heshima na utukufu